السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوانا إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Mushahiduna alkiram, ndugu wapenzi watazamaji, tunakutana kwa mara nyingine katika sehemu ya pili tukizungumzia ndoto zinazowahusisha wafu. Ndoto ya kwanza tutakayoanza nayo siku ya leo: idha raa alhalimu anna mayyita yamuddu yadayhi wa yuaniquhu. Mtu atakapolala kisha ikamwijia ndoto akamuona maiti kanyoosha mikono yake na amemkumbatia, fa inna dhalika yadullu ala tuli umrihi, hakika ndoto hiyo inajulisha juu ya kurefuka kwa umri wake. Wewe uliye hai ukikumbatiwa na mtu alokufa, ni dalili kwamba umri wako utakuwa ni mrefu. Almuhimu, ukipata ndoto kama hii ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukutanishe na kheri hiyo, kwa sababu kuna sihiri, kuna masu shaitan, kuna hasad, kuna ain. Vyote hivi vikikusibu vinaweza kukatisha ndoto yako uliyoiota. Ndoto ya pili siku ya leo: idha dakhala mayitu bilhayyi dara majhula, ikiwa maiti ataingia na mtu aliye hai kwenye nyumba isiyojulikana, fa innahu mata, hakika huyo aliyeota anaingia na maiti katika nyumba isiyojulikana atafikwa na kifo hivi karibuni, wa yulhaqu bilmayiti, na atakwenda kukutana na huyo maiti aliyemuota kwenye ndoto. Kwa sababu nyumba isiyojulikana ni kaburi, kwa sababu tunaambiwa wala tadri nafsu bi ayi ardhin tamut, nafsi yoyote haijui itafia katika ardhi ipi, na hakuna ajuae atazikwa wapi. Kwa hiyo mtu yoyote akilala ikamwijia ndoto ameota ameingia kwenye nyumba fulani isiyojulikana, hiyo nyumba isiyojulikana ndiyo kaburi, atakufa na atazikwa. Lakini ndoto ya tatu: marraa annahu hamala mayita biduni aljanaza, yoyote atakailala theni ikamwijia ndoto akaota amebeba maiti bila jeneza, amembeba maiti kama yeye tu, hakuwekwa kwenye kitu chochote, basi wafasiri wa ndoto wanasema dhalika malun halalun, hiyo aliyoibeba ni mali ya halali, lianna almauta haqqun, kwa kuwa mauti ni jambo la kweli. Tazama ndoto kama hii kana kwamba inahuzunisha vile na inatisha na inatia wasiwasi, lakini lazima muelewe kwamba kuna kitu kinachoitwa arruya, kinachoitwa at-ta'wilu ru'ya bidhiddiha. Kuna ndoto zinazotafsirika kinyume chake. Ukiitazama dhahiri yake utaona kana kwamba inatisha, inabashiri mambo mabaya hivi, lakini ukiitazama batini yake inabashiri vitu vizuri. Na ndio maana tunasema kuna umuhimu sana kwa wewe ambaye huna maarifa ya kufasiri ndoto. Ndoto yoyote ukiiota umuendee mtaalamu mwenye kujua kutafsiri ndoto ili akutafsirie, na baada ya kukutafsiria akupe ushauri
na ni vyema ukafata ushauri unaopewa. Wengi waliasi ushauri waliopewa unaotokana na ndoto zao, wakafikwa na mambo makubwa sana. Na mimi sitegemei, ndugu mtazamaji, ya kufike makubwa yaliyowafika wenzio. Lakini ndoto yetu ya 4, maraa mayita mata mautan jadida, yoyote atakayelala kisha ikamwijia ndoto akamuota maiti aliyekufaga siku nyingi, anakufa kifo kipya, anakufa kwa mara nyingine, fahuwa mautu insani min aqibi dhalika almayiti au ahli baitihi, basi ndoto hiyo inabashiri ya kwamba kuna mtu mwingine atakufa katika familia yao au katika watu wa nyumbani kwake. Yani kama baba yako alishawahi kufa na amekwisha zikwa, wewe umelala ukaota amekuwa hai, pengine anaugua tena kwa mara nyingine na anakufa, anaenda kuzikwa, ni dalili kwamba katika familia yenu atakuja kufa mtu mwingine. Sasa ndoto kama hizi mara nyingi ukipata ni kufanya zile dua za daf'ul bala kama nilivyokuelezeni katika sehemu ya kwanza, dua za kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aondoshe mabalaa. Na sisi kama Abu Jada Islamic Foundation tunaojishughulisha na masala ya tiba asilia, tiba mbadala, tiba za kisunna na visomo vya ruqya, tunaifanya kazi hiyo. Umepata ndoto, umepewa tafsiri, imekuogopesha, imekutia wasiwasi, tunaweza tukakufanyia dua za daf'ul bala. Miongoni mwa hizo dua za daf'ul bala ni Saiful Qati'i, ikiwa na maana panga lenye kukata. Na katika Saiful Qati'i kuna zile 7 munjiyati, zile sura 7 ambazo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameeleza na akaelekeza, zikisomwa vizuri zinamuokoa mtu kutoka kwenye matatizo. Hizi ndizo ambazo huwafanyia watu wanapoota ndoto zenye mashaka kama hizi. Kwa hiyo wewe ambaye una shida ya kutafsiriwa ndoto yako na kupewa ushauri, na pengine unahitaji dua, unaweza kuwasiliana na sisi kupitia hizo namba zilizopo hapo katika skrini yako ya simu ambazo tumeziweka. Lakini kwa wale walioko ndani ya Tanzania unaweza ukapiga kawaida, na wewe ulioko nje ya nchi unaweza ukawasiliana na sisi kwa njia ya WhatsApp. Tunatumia WhatsApp kwa namba ya Voda. Airtel haitumiki WhatsApp, lakini namba ya Voda ukitupigia WhatsApp unatupata moja kwa moja. Tuitazame ndoto ya 5. Maraa ka anna binahu mata, yoyote atakayelala akaota kama vile mwanaye wa kiume amekufa. Takhallasa min aduwihi, ni dalili huyo muotaji ataokoka kutokana na adui yake. Kama una adui anayekufuatilia, anayefuatilia nyenendo zako, anataka kukuangamiza, ukipata ndoto kama hii, jua Mwenyezi Mungu amekuokoa kutokana na huyo adui. Kumuota mtoto wako wa kiume amekufa. Lakini hii itazingatia kwamba umemuota amekufa kafanyiwa yale mambo manne. Ikiwa kafanyiwa yale mambo manne, inabeba tafsiri nyingine. Huenda ulomuotea akafa kweli. Lakini ukiota hakufanyiwa mambo hayo manne, umeota ikawa hajafanyiwa hayo mambo manne, basi ni kwamba Mwenyezi Mungu amekuokoa wewe uliyeota kutokana na adui yako. Sasa kinachotakiwa kwako wewe ni kuongezea tu kutawakal kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa dua, ili athibitishe mazuri uliyoyaona kupitia ndoto. Lakini ndoto ya 6, idha ra'atil mar'atu hamila, idha ra'atil mar'atu hamila annaha matat wa humilat wannasu yabkuna alaiha min ghairi rinnatin wala nauhi. Yoyote mwanamke ambaye ni mjamzito, yani mwanamke yoyote ambaye ni mjamzito, ikiwa amelala kisha ikamwijia ndoto anaota amekufa, kajiotea mwenyewe amekufa, wa humilat ala aljanaiz, na amebebwa kwenye jeneza, wannasu yabkuna alaiha, na watu wanamlilia, min ghairi rinnatin wala nauhi, bila makelele na bila maombolezo.
wanalia kimya kimya, hakuna makelele, hakuna maombolezo. Fa innaha talidu ibna wa tasurru bihi, hakika ndoto hii inabashiri kwamba mwanamke huyo atazaa mtoto wa kiume na itakuwa ni sababu ya kufurahi sana kwa kumzaa huyo mtoto wa kiume. Pia ukiitazama ndoto hii ni kama vile inatisha, ni kama vile inahuzunisha, ni kama vile inatia wasiwasi. Mwanamke yeye ni mjamzito, kisha kalala, kaota amekufa, kabeba kwenye jeneza, watu wanamlilia. Akishtua kutoka usingizini lazima apate wasiwasi, lakini kumbe at-ta'wilu ru'ya bidhiddiha, ni ndoto inayotafsirika kinyume chake. Kumbe inabashiri kheri, utajifungua salama na utazaa mtoto wa kiume, na ule mtoto wa kiume itakuwa ni sababu ya kumfurahia. Kwa kikubwa ukiota ndoto zenye bishara kama hizi ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuthibitishe katika mazuri hayo. Tuitazame ndoto inayofuatia. Ru'ya al-azibu al-mauta, mwanamume ambaye hajaoa ni bachala, ikiwa amelala akajiotea amekufa, ikawa hakufanyiwa yale mambo anayostahili kufanyiwa maiti, kajiotea yeye mwenyewe amekufa na ni bachala. Dalilu ala tazwij, hii ni dalili kwamba ataoa, kile kifo chake ni harusi. Wa mautul mutazawij, lakini yule aliyeoa ikiwa amelala akaota amekufa na yuko kwenye ndoa, kafa hakufanyiwa yale anayostahili kufanyiwa maiti, dalilu ala talaqi, ni dalili ya kwamba atampa talaka mke wake. Fa inna bil mauti taqa'ul farqa, hakika kwa sababu ya kifo hutokea farqa baina ya wanandoa. Kwa hiyo mtu yoyote akiota amekufa na hali ya kuwa ameoa anaye mke, ni dalili ya kumpa talaka mke wake. Na hivyo hivyo mmoja katika washirika wawili wanashirikiana katika biashara au wanashirikiana katika kazi au wamefanya ushirika kwenye jambo lolote lile, mmoja wao akaota amekufa, ni dalili ya kutokea farka kwenye ule ushirika wao. Sasa ndoto kama hizi watu wanapoona wanatakiwa wachukue tahadhari mapema. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kinachoitwa asihiru tafriqi, uchawi unaoleta farka. Japokuwa Mwenyezi Mungu ameuzungumza uchawi huu kuhusu wanandoa, lakini vile vile uchawi huu unafanya kazi kwa mtu na rafiki yake, unafanya kazi kwa mshirika na mshirika mwenzie, pia yafanya kazi kwa ndugu na nduguye. Mwenyezi Mungu anasema fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi, ikawa wachawi wanajifundisha ile elimu ya uchawi inayoweza kumtenganisha mtu na mke wake. Kwa hiyo uchawi kama huo upo. Umeota ndoto kama hizi, nenda kwa wataalamu wakupe tafsiri na wakushauri nini cha kufanya. Asikupe tafsiri afa akakuacha hivi hivi, lazima akushauri. Kama ana uwezo wa kukufanyia dua akufanyie dua, hana uwezo wa kushauri uende kwa mtaalamu ili mtaalamu yule akakufanyie dua. Lakini ndoto inayofuata, marraa ka anna alwali mata wannasu yadhkurunahu bikhairi, yoyote atakayelala akaota mtawala, mfano rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unamuotea amekufa, wannasu yadhkurunahu bikhairi, lakini watu wanamtaja kwa mazuri. Yani unamuotea kifo mtawala, lakini watu walioko pale wanamtaja kwa mazuri. Fa innahu yakunu mahmudan fi wilayatihi, hakika mtawala huyo atakuwa ni mwenye kusifiwa sana katika ule utawala wake. Haimaanishi kwamba atakufa, hapana. Mwenyezi Mungu atampa umri mrefu, lakini atakuwa ni mtu mwenye kusifiwa katika huo utawala. Kikubwa kwa mtawala ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amthibitishe katika hilo, ammakinishe katika hilo. Ndoto inayofuata, marraa kaannahu baina qaumin amwatun, yoyote atakayelala kisha ikamuijia ndoto akaota kana kwamba yeye yuko katikati ya watu waliokufa, fahuwa baina munafiqin, basi ajue katika maisha yake ya uhalisia mtu huyo amezungukwa na wanafiki. Ya amuruhum bil ma'ruf, yeye anawaamrisha wafanye wema, fala ya atamiruna bi amrihi, hawafuati ile amri anayowaamrisha. Na ndoto hii mara nyingi inatafsiriwa na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
Allah aliposema fa innaka la tusmi'ul mauta, hakika wewe Muhammad huwezi kuwasikilizisha watu waliokufa. Kwa hiyo ukiota uko katikati ya watu waliokufa wamekuzunguka, basi jua kwamba wewe umezungukwa na watu wanafiki, hawana kheri na wewe. Ndoto inayofuata, marraa kaannahu khalatahum wala masahum, yoyote atakayelala akaota amechanganyikana na watu waliokufa na anagusana nao, asabahu almakruhu min qibali aradhili, ndoto hii inabashiri kwamba mtu huyo atapatwa na mambo yenye kuchukiza kutoka kwa watu duni, kwa sababu maiti ni mtu duni, hawezi kufanya lolote. Kila anachotaka kukifanya maiti hufanyiwa, hawezi kujifanyia yeye mwenyewe. Ndio maana utaona mtu akifa atakoshwa, atafutwa, atavikwa, atatiwa jenezani, atazikwa, hawezi kujifanyia chochote. Na hata akiwa kule kaburini, hawa walio hai ndio watamwombea dua, watamrehemu, watamtolea sadaka. Yani maiti ni kitu duni sana. Sasa ikiwa mtu amelala, faraa fi manamihi, akaota katika usingizi wake, khalatal amwata, amechanganyikana na watu waliokufa, wala masahum, na amegusana nao hao watu waliokufa, asabahu almakruhu min qibali aradhili, mtu huyo atapatwa na mambo yenye kuchukiza kutoka kwa watu duni. Pia huyu tunamshauri, ndoto kama hizi na zinazofanana na hizi, jitahidi sana kufanya zile dua za daf'ul balai, uombewe dua za kuondosha mabalaa, kwa sababu haya ni mabalaa haya. Miongoni mwa kazi zinazofanywa na taasisi yetu Abu Jadawi Islamic Foundation ni kuwafanyia watu dua kama hizi za daf'ul balaa, kuondosha mabalaa, dua za kufungua mambo, dua za kinga, dua kwa ajili ya tashilul umuri, kufanya mambo kuwa ni mepesi. Dua kama hizo zinafanyika. Kwa hiyo unaweza tu kuwasiliana na sisi kwa namba zilizoko hapo katika screen. Kama uko ndani ya nchi ya Tanzania unapiga kawaida, kama uko nje unaweza ukatumia namba ya WhatsApp ya Voda hapo. Ukipiga utawasiliana na sisi moja kwa moja. Lakini ndoto inayofuata, marraa mayita mata, yoyote atakayelala akamuota maiti aliyekufa, faarafahu, kisha akamjua kwamba huyu ni fulani huyu, wa akhbarahu, kisha yule maiti akamueleza annahu lam yamut, kwamba yeye hajafa. Yani wewe umelala ukamuota mtu aliyokufa, unaonana naye na ukamjua, kisha akakwambia mimi bwana sijafa. Ndoto hii inajulisha nini? Dalla ala salahi hali almayit fi alakhirah, inajulisha juu ya hali nzuri alionayo maiti katika maisha ya akhera. Akikwambia tu kwamba mimi sijafa, basi jua kwamba maisha yake ya akhera ni mazuri. Na ndoto hii inatafsiriwa na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayosema, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun, msidhani wale waliouliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni wafu, hao wako hai mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanaruzukiwa. Sasa akikwambia mimi sijafa, jua kwamba yuko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaruzukiwa na Allah Jalla Jalalu. Kwa siku ya leo, sehemu yetu ya pili ya tafsiri za ndoto zinazohusisha wafu tutakomea hapa. Lakini kabla sijatoka hapa studio, ni kujuze tu ndugu mtazamaji kwamba hii ni taasisi ya Abu Jadawi Islamic Foundation inayojishughulisha na masala ya tiba aslia, tiba mbadala, tiba za kisunna na visomo vya ruqya. Na tiba hizi zinawahusu watu wote pasina kujalisha dini zao. Uwe ni Muislamu, ukifika ofisini kwetu tutakupokea na utapewa huduma. Kadhalika Mkristo utapokelewa, utapewa huduma, na hata wewe mpagani usiokuwa na dini ukifika utapokelewa. Tunashughulika na walioko ndani ya mkoa wetu wa Mwanza, lakini nje ya mkoa wa Mwanza Tanzania hii, na hata nje ya nchi. Almuhimu ni kuwasiliana na sisi ili uweze kupata maelekezo ya kutosheleza. Tuko jijini Mwanza, mjini katikati, Unguja Street, katika majengo ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza. Ukifika hapo uliza ofisi ya Dr. Sheikh Abu Jadawi utanipata. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie kheri na tujalie taufiki, kwani yeye ni waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.